nasi. Tunakushukuru maana wewe ni mwema. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Ujumbe wa leo ni kuhusu urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwambie mwenzako urejesho. 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 Kuna miaka mingi ambayo unaweza kuwa labda ulipoteza ukiwa kwa shetani. Lakini nataka kuhimiza jioni ya leo ya kwamba Mungu wetu ni Mungu wa urejesho. Amen. Na before tuendelee, we need to understand what restoration is. Urejesho ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Urejesho ni kuleta kitu kutoka uharibifu na kukifanya kuwa kitu kizima. You restore it from its worst state to a state which is best. Amen. Amen. And this is the promise of us from God, that he will restore us. Kuna vitu ambavyo tumepoteza wakati wa dhoruba. Unaweza hisi ya kwamba maisha yako yamepitia storms in life. Storms in life inaweza kuwa vitu haviendi, lakini unaamua kujisongesha karibu na Mungu na kumwambia Mungu, siwezi, ninaomba ukaweze kunisaidia nikatoke kwenye hii dhoruba. Kuna vitu ambavyo vimeibiwa tukilala. Neno la Mungu linasema ya kwamba wakati watu walilala, shetani alikuja akapanda magugu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mwenyezi Mungu hataki tulale. In the book of 1 Thessalonians 5:6, that is Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 aya ya 6, neno la Mungu linasema, basi tusilale usingizi kama wengine, tunapaswa kukesha na kuwa na kiasi. Neno la Mungu linatuambia kwamba tunapaswa kukesha, tunafaa tuwe macho, maana tukilala tukisinzia tunapata ya kwamba shetani atakuja na apande magugu. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 20 aya ya 9, neno la Mungu linazungumzia mtu anaitwa Eutiko. In English is called Eutychus. Eutychus alikuwa anasikiza neno la Mungu, si eti alikuwa anafanya jambo ambalo halifai. Walikuwa na wenzake na walikuwa kwenye orofa ya 3, lakini wakati mahubiri ilikuwa inaendelea, akasinzia, akaanguka kutoka orofa ya 3 na akafa. Lakini ashukuriwe Mungu, maana maisha yake ilikuwa restored. Hili ni onyo kwetu ya kwamba wakati tunasikia neno la Mungu, unapoenda kanisani usisinzie, maana ukisinzia unaweza kufa. Utaanguka kama Eutiko. Kesho ukimwona mwenzako akisinzia kanisani, mwambie chunga usiwe kama Eutiko. Amen. Na vitu vingine ambavyo tumepoteza inaweza kuwa vimechukuliwa kwa nguvu kutoka kwetu. Ukisoma the book of Job chapter 1 from verse 14 to 15, unapata ya kwamba kulikuwa na wale wafanyakazi wa Job. Wakati shetani alikuwa ameattack vitu za Job, kulikuwa na mmoja anatokea na anaenda anasema ya kwamba mimi peke yangu ndio niliponea na wengine wakaangamia. Kuna mmoja aliyerejesha ripoti kwa Ayubu akamwambia the Sabians walikuja wakaturaid. So kuna vitu ambavyo vinachukuliwa kwa nguvu. Si eti kwamba tumelala, si eti kwamba tumesinzia, lakini shetani hataki kuona tukisonga mbele. Ndio maana anachukua hivi vitu, anatu attack in various way. So tunafaa tuwe macho. Na neno la Mungu pia linasema ya kwamba kuna vitu ambavyo tunapoteza kwa ujinga wetu. Ujinga. Mwambie mwenzako usiwe mjinga. Biblia haipendi watu wajinga. Mwenyezi Mungu hapendi watu wajinga. Na watu wajinga ni wale ambao wana kiburi. They have the pride of life. They think they can make it on their own. They think that because of their money they can do anything. But God is saying today, you cannot do anything apart from me. Apart from you trusting in the Lord, you can't do anything. Mungu anachukia watu wenye viburi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza somewa kitabu cha Ayubu, Job 36 verse 12. Tusikie anasema nini. Kama tujafika hapo nitasoma. Neno la Mungu linasema hivi: lakini wasipomtii huangamia kwa upanga na kwa kukosa akili. Chunga usikose akili. Maana ukikosa akili utapoteza mambo fulani.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu anatuita jioni ya leo tukaweze kuwa watu wenye busara, watu wenye akili. Hivi vitu vyote ambavyo tumepoteza inamaanisha ya kwamba kuna mahali tulilegea. Si eti kwamba tulikuwa watakatifu kama Ayubu. Na inaweza kuwa wewe kama mzazi, wewe kama mtu ambaye uko kwa familia, una watoto, unaweza kuwa maisha yako yako sawa kama Ayubu, lakini watoto wako ndio wanaingiza kiwewe katika maisha yako. Tunaposoma kitabu cha Ayubu sura ya 1, tunapata ya kwamba watoto wake wakati walikuwa wamefika adolescence, they used to go and party and they used to do things that zingine hazikumpendeza Mwenyezi Mungu. Na Ayubu alitambua hilo, akasimama kwa pengo. Na aliposimama kwa pengo, tunajua ya kwamba Mungu alimshika, akamcount kama righteous person. Every morning the word of God says, wakati watoto wa Job walikuwa wameenda na wakarudi, alitoa sadaka mbele ya Mwenyezi Mungu. Akasema ya kwamba isiyo watoto wangu walimlaani Mungu, isiyo watoto wangu walimkufuru Mungu, na ikalete janga katika familia yangu. Unaweza jiuliza hivyo wewe kama mzazi, je, watoto wangu wamemkufuru Mungu kwa vitendo vyao, kwa maneno yao? Haswa sisi vijana tunapata ya kwamba mara nyingi tuna conform to the patterns of this world. Tunataka tukue kama watu fulani, lakini Mungu hataki tuwe hivyo. Tukiwa kama watu wa dunia, neno la Mungu linasema ya kwamba ataondoa the fence, the hedge around us, and the devil atapata nafasi ya kutuattack. Na ndiposa ametuonya ya kwamba tusisinzie, tusilale, anataka tuwe macho. The word of God says in 1 Peter 5:8 ya kwamba be alert. The devil, the enemy, is roaming around like a roaring lion looking for someone to devour. Shetani ndiye huyu roaring lion. Yeye kazi yake ana imitate mambo ya Mungu, ana imitate the Lion of Judah. Yeye ana prowl around like a rolling lion, lakini yeye si simba. Yeye si simba wa kabila la Yuda. Tunamjua tu mmoja ambaye ni Yesu, na huyu Yesu ndiye anatuambia kwamba anaenda kuturejeshea. Haijalishi maisha yako uliwest duniani, haijalishi labda bado unaishi duniani. Yes, hatuwezi ondoka saa hizi, lakini neno la Mungu linatuambia in the book of Romans chapter 12 that do not conform to the patterns of this world, but rather be transformed by the renewal of your mind, that you shall see these things that we are telling you today. Kuna raha katika Mungu, kuna urejesho katika Mungu. Na wakati tunapojisogeza kwa Mungu, tunaporejea kwake, tunafaa tuelewe ya kwamba ni yeye pekee atatushika mkono. Hatuokolewi kwa matendo yetu. Unaweza kuwa unajiuliza jioni ya leo, nitafanyaje nimsogelee huyu Mungu? Nitafanyaje nirejee kwake? Mungu anasema njoo jinsi ulivyo. Anakuita jinsi ulivyo. Anakuita na mapungufu yako. Anakuita na shida zako. Inaweza kuwa shetani ameiba ndoa yako. Mungu anasema ya kwamba anaenda kurejesha. Inawezekana shetani ameiba familia yako. Mungu anaenda kurejesha. Inawezekana aliiba watoto wako. Mungu anaenda kurejesha. Inawezekana ameiba masomo yako, darasani hushiki. Mungu anaenda kukurejesha katika jina la Yesu. Na isitoshe, napenda kuambia utamu huu uko katika Mungu. Na pia nawe unaweza kuwa ulikuwa unatembea kwa njia za Mungu lakini ukapotea. Yesu anakuita njoo jinsi ulivyo. The word of God says in Isaiah chapter 1 verse 18 that come now, let us reason together. Though your sins are as red like crimson, I shall make them white as wool. Just come as you are. Mungu anatuambia, in Kiswahili inasema ya kwamba njooni tusemezane. Huyu ni Mungu wa upendo. Hata wakati Adam and Eve they were lost in sin, walikuwa wamejificha, lakini tunapata ya kwamba huyu ni Mungu wa upendo. Wakati wa Nuhu, wakati watu walikuwa wanatembea katika dhambi, Mungu hakuangamiza. Aliwapa nafasi
wakati, maana wewe unaweza kuwa ni yule mtu ambaye Mungu amekuweka. Wewe ni Nuhu wa nyakati hizi, na Mungu amekuona wewe kama mtakatifu wake, na anataka ukaweze kuambia wengine kuhusu uzuri wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu anaenda kukurejesha. Inaweza kuwa ni maombi yako. Ulikuwa unaomba lakini ukachoka, ukakata tamaa, ukasema haiwezekani. Maybe ulimwomba Mungu, ponya huyu, ponya mamangu, ponya babangu, ponya ndugu yangu, na wakaenda. Tunafaa tuelewe ya kwamba at the end of it all, we should pray that let the will of God prevail. Amen. Not our will. Amen. Not our wish. Amen. At the end of it all, it's all about God. Hallelujah. Sisi tu ni udongo mikononi mwake. Na natuita turejee kwake. Tutakimbia wapi kwengine? Dunia ina giza. Hata ukiambia mtu ambaye anaishi dhambini ya kwamba kuna amani, anaweza kuwa na judge, lakini unaweza kuwa unalewa lakini upati amani. Unaweza kuwa unafanya mambo ambayo yampendezi Mungu, haupati amani. Jana tuliambiwa ya kwamba kuna a place in your heart which only God can feel. Mungu anasamehe. Amen. Shetani atakuja na maneno akuambia kwamba haiwezekani. Mungu anasamehe, Mungu anarejesha. Come to him now. He loves you. He loves you the way you are. He loves you with your weaknesses. Hata kama shetani atakukumbusha, he's the accuser of brethren. Anakuambia kila wakati ya kwamba ulifanya hili, huwezi samehewa. Lakini tunaye Yesu. He is our advocate. Wakati shetani anatuambia tuwezi samehewa, mwambie we kwenda huko, mimi najua nitasamehewa. Na ningependa kuambia vijana na yeyote ambaye anasikia sauti hii, kama hujampokea Yesu, ni jambo la busara kumpokea siku ya leo. Amen. Usiseme ya kwamba I will do it tomorrow. Today is the best time. Yeah. This is the day. This is the day. God wants you now. You don't know about tomorrow. God loves you the way you are. Yes. He loves you whether you are a prostitute, whether you are a drunkard. Yes. Sisi wote tuna mapungufu. Yes. Si eti kwamba wengine ni watakatifu. Sisi si watakatifu. Ni Yesu ambaye ametuweka jinsi tulivyo. Amen. Na kama unapitia shida, Mungu anaenda kurejesha. Amen. Shida isikutoe uweponi mwa Mungu. Yes. Inafaa ikusogeshe karibu na yeye. Yes. Amen. Na anakuita jioni ya leo. Yes. Wewe kama ni mgonjwa, usikate tamaa. Mungu anaenda kukuponya. Amen. Usimkane Mungu. Simama imara kama Ayubu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa tu kualika, kama unajua ya kwamba hujampokea Yesu katika maisha yako, just take a bold step. Na uje hapa mbele, umwambie Yesu, nimeishi dhambini, nimekuja kwako. His arms are stretched wide. He wants you. He wants a personal relationship with you. Ndio maana anakuambia njoo tusemezane. Yesu atakutakasa. Anasema ya kwamba if we confess our sins, he is faithful and just. He will forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hili ni verse ambayo naenda kukamilisha nayo. Na kama unahisi ndani ya moyo wako, unaweza kuwa labda ulimpokea Yesu lakini ulibackslide. Hauna uhusiano tena na yeye. Hili ni ujumbe langu kwako. Mungu anasema, that is Hosea chapter 6 verse 1 to 3. The word of God says, tuendeni tukamrudie Mwenyezi Mungu. Yeye mwenyewe ameturarua, lakini yeye mwenyewe atatuponya. Yeye mwenyewe ametujeruhi, lakini yeye mwenyewe atatibu majeraha yetu. Baada ya siku 2 atatupa uhai tena. Naam, siku ya 3 atatufufua ili tuweze kuishi pamoja naye. Basi tumtambue, tujitahidi kumjua Mwenyezi Mungu. Si eti kwamba tuko sawa, tunajitahidi kumjua Mwenyezi Mungu. Kuja kwake
Kuja kwake ni hakika kama alfajiri. Yeye atatujia kama manyunyu, kama mvua ya masika zinyweshayo ardhi. Hosea chapter 14 the same inasema, enyi wa Israeli, na mimi nawaambia enyi watu wa Mungu, angalia mahali umekosea. Na Mungu anasema, mrudieni Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, mmejikwaa kwa sababu ya uovu wenu. Mungu anatuita turejee kwake. Ombeni toba kwake. Mrudieni na kumwambia utusamehe uovu wote. Yes. Upokee zawadi zetu, nasi tutakusifu kwa moyo. Yes. Mungu anakualika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unajua ya kwamba hujampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi, ama you backslid, inaweza kuwa pia una hoja ya maombi. Maybe wewe ni mgonjwa, maybe unapitia changamoto kielimu. Mungu anakuita leo. Just make a bold step and come forward. Inaweza kuwa ni magonjwa yanakutesa, inaweza kuwa ni dhambi na kuvuruga. Just make a bold step. Karibu. Yes. Yesu anakuita, karibu. Yes. Karibia. Jesus. Oh, yes. Karibia kwa Yesu. Yesu anatupenda. Yesu anatupenda. If you are there, just move forward. Usiogope. Yesu anatupenda. Jesus. Jesus. Kama wewe ni mgonjwa pia waweza karibia. Umwamini Mungu ya kwamba anaenda kukurejeshea afya yako. Inaweza kuwa hata ni mtu wa familia yako, rafiki yako ni mgonjwa. You can make a turn around in the life of that person. God is calling you now. You are the watchman God is counting on. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Oh, karibu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Ninakuhitaji. Karibu Yesu, karibu moyoni mwangu. Karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Moyoni mwangu. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Unirejeshe. Karibu Yesu, wewe uniponye. Moyoni mwangu. Nakuhitaji. Karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Uniokoe. Karibu Yesu, unitakase. Moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Nakualika karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Yesu, moyoni mwangu. Karibu Bwana Yesu, unayerejesha. Karibu Yesu, karibu Yesu, moyoni mwangu. Narudi kutoka mbali. Sasa unikaribishe Bwana, narudi